Vipi nyumbani bro? Familia inasemaje? Familia jambo, sio. Mimi nashukuru Mungu bro, nashukuru Mungu kwa salama, naendelea vizuri. Pambana tu. Pambana vipi? Maana siku hizo bado. Lazima mwanangu utafanya nini na kaida ya maisha lazima upambane bro, utafanya nini? Wewe mtoto wa kiume lazima upambane ndio faulu. Vipi refu ya nje mwanangu, unaonaje bro? Kaka, anza kwa nikotoka. Chepo. Kwa nini mzee? Nasema linawaka. Usijali, ndo maisha bro. Inafaa ujikaze kiume. Ndio hivyo kaka, sasa utafanyaje? Unajua Kenya venye ilivyo, mwanaume aliumbwa ili pambana. Ndio maana nimetoka kijijini, nimekuja kutafuta maisha. Naomba unishike mkono kaka. Usijali bro, hapo ushafika, hapa ndo nyumbani. Mimi nitakuchekea kazi utapata mwanangu. Bora tu uwe mwaminifu. Mwaminifu kwa kazi. Ya, utafaulu tu bro, mbona ni rahisi tu. Sawa bro, nitashukuru sana bro. Nikipata hiyo kazi. Mama. Mama analeo kwa simani sana. Sawa lakini naambia mke wangu. Huyu rafiki yangu anaitwa Rezo. Amekuja hapa nataka naye hapa kidogo. Hapa kidogo anatafuta kazi. Akipata kazi kila kitu kitakuwa sawa. Lakini kwa sasa tuko naye hapa. Rezo, huyu ni mke wangu anaitwa Bidala. Huyu ndio shemeji yako. Mke wangu. Huyu ndio rafiki yangu. Tuko naye hapa. Sawa, tutaishi naye hapa kwa muda. Akipata kazi kila kitu kitakuwa sawa. Bage Clara, na mazungumzo naye kidogo. Mama, shika simu kidogo hapa. Mama ameniita hapa nje kidogo. Cheza sana naja. Ndo mambo gani hayo? Umeleta mgeni kuja ni taarifu, alafu ukiangalia tu mwenyewe mmoja, mgeni tutamleta wapi? Samahani sana mke wangu, najua nimekosea, lakini amenipigia simu, alikuwa na mahali pa kwenda, ni rafiki yangu. Sasa ikabidi nimsaidie, ila anatafuta tu kazi. Akipata kazi kile kitakuwa sawa, ataenda mahali kwake ataishi. Sawa, hata kama ataenda mahali kwake, lakini ilikuwa uanze kunitaarifu kabla hujaleta mgeni ndani. Mume wangu, sawa, najua nimekosea, lakini naomba tu unielewe na pia unisaidie kwa sababu rafiki yangu pia. Rafiki yako, lakini mimi sijapenda vile umefanya. Samahani sana.